Allah ataki wewe uishi na mwanamke, Allah anataka wewe muongoze mwanamke. Sisi hatuongozi wanawake, sisi tunaishi na wanawake. Na kila mwenye kuishi na mwanamke wallahi ajiandae, adhabu kali na msubiri mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuishi na mwanamke ni vipi? Kuishi na mwanamke ni vipi? Ukirudi unamuita tu mke wako, njoo, nipe habari za hapa nyumbani. Kuna mtu yote leo alikuja kuniulizia hapa? Watoto wamekula hawa, uliwapikia? Walienda shule? Huyu mgonjwa ulimpa dawa kutwa mara 3, nakumbuka Kuku uliwafungia? Wale mafundi je, walimaliza yale matofali? Uliwapatia posho yao? Na yule jamaa alikuletea mzigo wangu, umenihifadhia? Haya mke wangu, mimi nawahi msikitini, lakini nikisha swali leo nitakuja na wageni wale, sasa naomba uniwekee chai na vitumbua tafadhali. Ndugu zangu, huko ndio kuishi na wanawake. Maana wewe umempangia huyu mwanamke duniani, amekuja kupikia watu vitumbua tu basi. Na kuongoza mwanamke ni vipi? Umerudi nyumbani, mwite mkeo, tena kuwa serious. Hakuna mzaa katika dini. Akishafika muhoji, mke wangu leo umeswali wewe adhuhuri? La asiri leo umeswali? Mwanamke atamke, mume wangu nimeswali. Umwambie sawa, nimekusikia, lakini hii haitoshi. Magharibi inakaribia, mimi nawahi jamaa msikitini, na we mke wangu na kuacha nyumbani, busati hiyo, maji yale, tafadhali nikirudi nikute umesha swali. Mke wangu, usifanye mzaa na ibada ya swala, usije kuniletea matatizo katika siku ya kiyama. Ndugu zangu, huko ndio kuongoza mwanamke. Leo nani anafanya hivyo? Kuongoza mwanamke, tenga muda. Umeweza kila siku, umeshindwa wiki mara moja, umeshindwa mwezi mara moja. Siku hiyo ikifika, ndani kuna TV zima, kuna redio zima, mwite mkeo, ita wanao, wape mawaiza, wape usia. Mke wangu, wanangu, nimekuteni usiku wa leo, mkae mkijua kwamba mauti yanakuja ghafla. Mauti hayana taarifa. Mimi ndio baba, mimi ndio kiongozi wa nyumba, lakini Allah anaweza kuchukua roho yangu wakati wote nikajiendea kwa Mola wangu. Mke wangu, wallahi siku moja watoto hawa nitakuachia, utakuja kuhangaika nao katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, na wako wenzio katika wanawake tayari ameshawafika. Mke wangu, toka barabarani, nenda mpaka sokoni, utaona wanawake wenzio wamebeba sahani za ndizi, wengine wamejipanga wanauza vitumbua, wengine wanapita na biashara, jua linawawakia. Wallahi wana watoto mgongoni, vitoto vingine vidogo maskini miguuni vinawakimbilia. Hali baba za wale watoto wameshaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe mke wangu, ipo siku yatakufika. Mke wangu ni mjamzito, wakati wowote unaweza ukajifungua. Usije ukazani Allah atakuacha kwa kuwa una kiumbe tumboni. Allah anaweza akachukua roho yako ukenda kwa Mola wako. Wenzio ni wengi katika wanawake wako chini ya ardhi, wamemezwa na udongo, wamelazwa hawajitambui, wamelazwa na viumbe vyao tumboni, tena wamelazwa wanaliwa na wadudu. Na wewe mke wangu, ipo siku yatakufika. Mke wangu, mtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Ndugu zangu, huku ndio kuongoza mwanamke. Leo nani anafanya hivyo? Sisi leo wake zetu hawaswali. Swala alfajiri, bwana anatoka na kwenda kuswali, na mke anatoka anachoma vitumbua barazani. Wallahi mwanamke amevaa upande wa kitenge, makwapa wazi, mgongo wazi, kifua wazi, manywele yametimko, tazani shetani, kisha ana janaba anawachomea watu vitumbua. Na huyu bwana akirudi msikitini, maskini aulizi, wewe mwanamke, wewe umeswali wewe? Usije kuniletea dhahama siku ya kiyama. Kaswali kwanza, acha masufuria, acha kuchoma vitumbua. Nani ana muda huo? Zaidi ya yote ndio kwanza anamuongezea majukumu. Hebu nitengenezee vitumbua 3 nifungue kinywa niwahi kibaruani. Na akishapata vitumbua, safari. Huku nyuma wameswali, hawakuswali, watakutana mbele ya Mungu siku ya kiyama. Kwa maisha haya
hatuwezi kusalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu.